wasiwasi. Huyu ndugu yetu Mheshimiwa Dimas tumemzoea, wakati ambapo hii vipindi tumezoea. Mimi nimekuwa kwa siasa miaka mingi, hata wakati Sifuna anasimama kuongea, yeye anatoka anaenda kupangisha watu wale wa kule 200. Hii ndio siasa tunataka tuache nyuma katika taifa hili letu la Kenya. Wakati ambapo wakati ambapo kura muhimu zinakuja mbele ya bunge ya kuongelea ushuru kwa wananchi, anawaambia nyinyi, yeye anapiga yes, alafu anaingia KCB bank ya Bungoma anachukua 200 anakuja nayo kwa matanga ya zagawe nyingi. Kwani nyinyi ni wajinga na kadhalika? Tunataka kuambia hiyo siasa inapigwa na wakati. Sasa hivi tunataka tuweke maslahi ya wananchi wetu mbele. Hiyo 200 vitu maslahi hawa tu. Mimi nakuja kuletea hao watu wa Bungoma maendeleo ya kweli na uongozi wa kweli. Hatutatisha na mtu. Hatutatisha na mtu. Hapo tu. Mimi najua mzee wa Ngabati amekuwa mmoja kwa sababu mambo ambayo yalimfanyikia huyu mzee. Wakati wamebomoa nyumba yake, William Ruto na hawa kina Dimas hawa wakisimama kwa kampeni 2022 walituambia hakuna ukombozi utafanyika Kenya, ati kama kuna shida na shamba watatafuta solution ile walikuwa wanaita win-win. Kwa nini hawakumpea Mheshimiwa Wangabati win-win? Kwa nini wanapewa wengine win-win, wanakondoa ya Wangabati? Hapa Bungoma tukijaribu kuwekeza katika kaunti zetu sisi wenyewe hapa Kenya, kuna watu wangapi wanaweza jenga ghorofa kama ile Wangabati walikuwa wamejenga? Hawakomoi wengine wanabomoa zetu kwa sababu ya wivu na kinyongo. Viongozi wako hapa Bungoma wale si hone sana. Wanaona kwa huku nimesikana kuinua wale mumpas. Wananiambia mimi leo Sifuna, wanasema mimi ni moto wa Masakari. Wananiambia leo aka Mungu wa ajabu usimuogope kwa Masakari. Mara uyanyo. Kama vijana tutasonga mbele. Jambo lingine, tumekuja hapa Bungoma wakati taifa zima liko ndani ya huzuni kwa sababu ya kisa ambacho kilifanyika pale katika shule ya utumishi. Watoto wetu wadogo wachanga sana, zaidi ya wasichana 16 wamekufa ndani ya moto pale utumishi. Na ukiangalia ripoti ambayo tunapata, wanachukua watoto 200 wanajaza ndani ya domu ya watoto 100. Mlango wanafunga na mtu anapotea na kifunguu. Wewe niambie, kama serikali iko ambayo inajali wananchi na inalinda wananchi, kisa ambacho kilifanyika utumishi hakingefanyika. Walikuwa wapi wale ambao kazi yao katika Ministry of Education kuhakikisha safety standards za within our schools? Hawapo, walituangusha. Jana tunaambiwa juzi ya kwamba Wamarekani wamekataa citizens wao wenyewe ambao wako na Ebola wasiingie Marekani. The Americans themselves are sending away their own citizens who have been affected by Ebola. Lakini mkoa mmoja hapa Kenya, kwa sababu amepatiwa pesa, anasema tuletewe hawa wagonjwa wa Ebola hapa Kenya. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa William Ruto, hiyo hatutakubaliana na wewe. Haya mambo yote ambayo umefanya, vile mjumbe mmoja amezungumza hapa, tuachie uhai wetu, tupambane na hali yetu. Hawezi kutuletea ugonjwa hapa na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Bado malaria inaua watu hapa. Watu wanakufa na ugonjwa za zenye hata tuwezi sema hapa bilharzia, bado inaua watu. Alafu unasema wewe ni expert wa mambo ya Ebola. Haitawezekana. Sasa nataka nikamilishie hapa. Niseme sisi wanalinda wananchi tunaamini kwamba kutoa William Ruto peke yake inasuluhisha 80% ya shida ambazo tuko nazo. Immediately is out of office, 80% of our presidents will go, kwa sababu ni mtu mwenye roho mbaya. Hapa Nzoia nimekuwa naongea na wakulima leo, wananiambia leo ndio miwa yako ikatwe na tunahitaji permit na unahitaji uonge mtu ya kupatia hiyo permit ya kukata miwa. Wakati miwa walikuwa wanapambania pale nyuma, inakuwaje? Kwa sababu wameingiza sukari zimejaa kwa magala ya Nzoia. Hawana haja na miwa yetu, wanataka kuuza sukari ambayo wameingiza kila gari. Kwa hivyo hii serikali ni serikali dhalimu, na tunataka tuseme hatutakubaliana na nyinyi. Huwezi kutugandamiza na uweze kutawala pia. Wangapi hapa Kabuchai wanasema tuendelee mbele? Wangapi wanasema hapa?
mlozima mzee mweo bego zalitaka la hiyo nalisi. I have a lot of respect for you as a Catholic myself. So nataka nikamilishie hapo. Niseme sisi tunatembea Kenya mzima, tuwatafutie marafiki nyinyi. Hakuna kabila ambaye imewahi kukosea Sifuna. Mtu anakukosea individually. Nyinyi kuna watu mnasema nisiongee nao. Nitafute marafiki Kenya mzima. Twende Ukambani kesho. Twende Mlima Kenya pia tuombe kula huko. Kama kwa kesho kutoka saa angu